Hatari ya kuchanganya maombi, unakuta huwa inatokea. Wakati ambapo mtu anachanganya maombi, kuna ile ambayo ilikuwa inakuwa kwa maisha yake, inaanza kuharibika. Kwa sababu, wakati ambapo anaunganika na maombi tofauti tofauti, unaweza kuta anaombewa anapata tofauti tofauti, au unaweza kuta ati anapewa mafuta, unaweza kuta hata mwingine anapewa chumvi, unakuta mwingine ati anaambiwa kioo, unaweza kuta mwingine hata, yani anaelekezwa kwa msingi tu ya uwepo tofauti tofauti ati kwa maombi. Sasa wakati unakuta hiyo uwepo, mtu anaanza kuingia ndani. Na unaweza kuta kwa maisha yake kuna ile ambayo anaomba ama anaombewa au anaenda kwa maombi ili ikuwe sawa kwa njia ya Mungu, Mungu akapitie kwa huyo mtumishi akaweze kumsaidia. Na unakuta sasa muunganiko ya misingi tofauti tofauti, kuna ule ambaye ni wa Mungu, uwepo wa Mungu iko ndani mwake na matendo ya msingi ya Mungu iko ndani mwake. Na unaweza kuta kuna mwingine anasema ni wa Mungu lakini matendo na msingi ya mwinuko ya kuomba si ya Mungu iliyo ndani mwake. Sasa wakati kunakuwa na ile muunganiko na mchanganyo wa maombi, kunakuwa na ile mvutano wa kiroho. Mvutano wa msingi tofauti tofauti wa kiroho kutaka kuinuka hiyo uwepo iwe kwa mtu. Wakati ambapo hiyo uwepo inataka inuke iwe kwa mtu, unaweza kuta mtu alienda kwa kuombewa, alikuwa na hitaji lolote lile ambayo yeye alienda aombewe ama chochote kile alitaka aombewe. Sasa wakati ambapo anaenda, unaweza kuta inakuwa pole pole. Na yeye kwa imani yake, kwa roho yake, anaona, hii mambo inaenda pole pole sana, mimi sitaki inaenda pole pole. Tena anaenda kwa mwingine. Tena akienda kwa mwingine, unaweza kuta, anaona, hii nayo hata haiendi vizuri vile mimi nataka niende, yani tu ile inaenda haraka haraka, yani yeye hana patience. Sasa hiyo kukosa patience tuseme inamzungusha. Sasa mchanganyiko inakuwa mchanganyiko wa maombi. Kwa ndani ya kiroho, wakati ambapo mtu anachanganya maombi, kuna ile uwepo wa nguvu ambazo huwa zinainuka kushindana kiroho. Kushindana kiroho kwa maana inataka ikuwe mwinuko wa msingi ambayo wewe unaendea, ikainuke iwe ya kutumika kwa mtu. Iwe ya kutumika kwako. Wakati ambapo sasa unakuta, tuseme mtu anataka jambo fulani. Wakati anataka aende afanyiwe jambo fulani, anaambiwa fanya kitu fulani, fanya kitu fulani jambo lolote litatokea. Fanya kitu fulani jambo lolote litatokea. Sasa unakuta hiyo ni mchanganyo. Na hiyo mchanganyo wa hiyo msingi huwa inaharibu vitu mingi sana ambazo mtu asipokuwa na uelewa ama kuona hiyo uharibifu ambao vitu zingine zinaharibu kwa maisha. Mtu asipoelewa unakuta inaharibika sana, unakuta kuna mabadiliko sana, unakuta hata kuna ile ambayo ilikuwa inakuwa lakini sasa inaanza kurudi nyuma, haikui. Unakuta tena kuna ile tu, yani mambo tu tofauti tofauti unaweza kuta ulikuwa unatengeneza lakini juu ya mchanganyiko ya maombi, unakuta hiyo msingi inapoinuka. Kuinuka tena kuanza kujidhihirisha kwa mtu inaanza kuharibu. Kwa sababu unaweza kuta watu wako na msingi tofauti tofauti. Kuna ule ambaye anainuka na msingi ambayo ni ya Mungu, kuna ule ambaye anainuka na msingi ambayo anasema ni ya Mungu, na kuna ule ambaye hako na matendo ya msingi ambayo anainua akisema ni ya Mungu. So unakuta wakati ambapo mtu anaenda kwa maombi na kuchanganisha maombi, inakuwa mvutano na vita za kiroho in a spirit way. Sasa hizo vita zinazotokea, unakuta ile ambayo iko kwa maisha, kuna ile njia tu ambayo inaharibika nayo. Mtu asipoelewa, unaweza kuta anaharibu kitu kubwa sana, hata ambayo hiyo ilikuwa sasa imefika dakika inaenda kutimia kwa maisha yake. Unakuta akitoka aende tena kwingine, au unakuta akichukua tena mamlaka ya vitu zingine anajiwekea. Unaweza kuta wengine wanapewa mafuta, unaweza kuta wengine wanapewa chumvi, unaweza kuta wengine wanaambiwa kioo, unaweza kuta wengine wanaambiwa maji, unaweza kuta wengine wanapewa msingi tofauti tofauti. Hizi vitu zenye zinatokea ni msingi ambayo mtu anaiinua. Akiinua hivyo kwa maisha, anaenda kuwekea watu, anaenda kupatia watu, anainua kwa maisha yao. Kama unaamini Mungu na kama unaamini Yesu, kwa jina la Yesu jambo lolote litatimia, jambo lolote litatokea. Na kama unaombewa kwa jina la Yesu maisha yako ikabadilike, simama imara. Mambo ya kuchukua mambo tofauti tofauti
kuingiza kiroho. Kuna zile vitu za maana sana ambazo huwa zinaharibika kwa kiroho. Kwa uwepo wa muonekano, kuna zile vitu mingi sana ambazo zinaharibika, hata zenye zilikuwa zikue unakuta ndio zinakuwa kwa uharibifu. Au unakuta ile ambayo ilikuwa mbaya sasa ndio ingine inakuwa mbaya zaidi. Unaweza kuta inatoka hapa inaenda kwa mwingine, au inatoka hapa inaenda mahali pengine kwa ile njia ya kisiri. Unajua kuna mambo ingine ambayo inatokea but sasa kwa mtu yani haelewi, inakuwa isiri ya siri, yani yeye haelewi au hajui. So unakuta wakati ambapo mtu tuseme mtu amepewa mafuta na mtu alikuwa anaomba kwa jina la Yesu. So unakuta hiyo msingi ya mafuta anakuja kuiweka kwake na anatoa jina la Yesu, anaweka msingi ya mafuta, ama anaweka msingi ya chumvi, au anaweka msingi ya kioo, au msingi ya maji, au msingi ya mwinuko ya mapasta tofauti tofauti na misingi ambazo wamesimama nazo kuomba. Kwa maana unaweza kuta watu huwa wanaunganika na maombi kwa TV, kwa redio, kwa simu, kwa mambo tofauti tofauti. Unakuta tu watu wanakuwa na ile mwinuko ya uwepo ya kuunganika na maombi na msingi tofauti. Sasa hiyo mwinuko, kuna maombi ambazo ni hatari sana, ni hatari na ni mchanganyo wa uharibifu, hata zenye zinaleta hatari kubwa kwa maisha ya mtu. Unaweza angalia maisha yengine ambayo tunaishi saizi, kuna zile hatari ambazo tunaepushwa nayo. Na hizo hatari ambazo tunaepushwa nayo, tunaepushwa kwa ile ufahamu ambayo Mungu alinena na sisi akatuambia kupitia Yesu na kupitia watumishi wake. Walio wa Mungu mtawajua kwa matendo yao. Unaweza kuta watu wanainuka na misingi ati mtu anakupatia chumvi, hiyo ni msingi. Anakupatia chumvi, anasema iko na nguvu. Mungu alisema tumia jina la Yesu mtu atapona au litatendeka. Lakini unaweza kuta mtu anakuambia tumia chumvi, ukunywe tu utapona, hiyo pepo itatoroka. Unakuta ati tumia chumvi. Unajua kuna vitu zingine zenye mtu anaweza panda kwa maisha yake, anapanda saizi na unakuta mbele kuna ile uharibifu ambayo itaharibu. Hiyo ni msingi tofauti tofauti tena. Unakuta hiyo mchanganyo kwa njia ya kiroho, kuna ile mashindano, kuna ile vita za kiroho, kuna ile uharibifu wa kiroho kwa uwepo tena. Unakuta inatokea kwa uwepo wa maisha, jinsi ambavyo mtu anaishi. Alafu tena unakuta mambo ingine tena. Unaweza kuta mtu anaamini sana tuseme pasta fulani, huwa anaenda kwake kwa hiyo uaminifu ambayo anaamini kwake. Lakini huyo pasta ambaye yeye anamwamini, kuna ile msingi ambayo huyo pasta ako nayo. Unaweza kuta tu Mungu alisema wake utawajua kwa matendo. Unaweza kuta huyo pasta ako na matendo ya misingi ya mwinuko isiyo ya Mungu. Yani unaweza kuta anatenda nao kwa maisha yake, anatembea nao kwa maisha yake. Sasa wakati ambapo anaekea mtu mkono, unakuta kuna ile mwinuko wa hiyo msingi yake inaanza kujihesabia kwa maisha ya mtu. Ndio unakutanga watu wengine, unaweza kuta mtu anaombewa aache usherati, na huyo mwenye anamwombea aache usherati yeye ndio msherati. Ama unakuta hajatubu damu ya usherati, ama unakuta hajaomba rehema za Mungu juu ya maisha yake juu ya usherati. Sasa unakuta wakati ambapo anaombea mtu anabadilika, tuseme tu miezi 3, miaka 3, alafu tena anarudia hiyo tabia ya usherati. So unakuta huyo ambaye alimwombea hakukuwa na ile ambayo Mungu anasema, kwa matendo yao mtawajua walio wangu. Kwa kunena kwao, unajua wakati ambapo tena mtu ananena, utajua hii sauti inayotoka. Mungu anasema kwa roho iliyo ndani ya moyo inatokea kwa kusema. Iliyo ndani ya akili ya mtu, ambayo mtu anatamani, anakona kiu, unakutanga siku moja anateleza inamtoka. So unakuta hatari ya mchanganyo wa maombi, hatari ya mchanganyo tu ile tu ambayo inahusiana na maisha ya mtu, ni ya hatari kubwa sana. Sasa inatakana mtu asimame imara, kusikuwe na uharibifu ambayo huwa inainuka kuharibu zaidi ambayo imeharibu. Ndio unakuta kuepuka na mambo zingine, unakuta inastahili mtu akuwe na msimamo. Tena kuunganika na uwepo wa msingi tofauti kwa maombi. Unaweza kuta makanisa ni mingi, au kwanza kwa redio, kwa TV. Mimi hata kusema ukweli, mimi si rahisi niunganike na msingi yoyote ya TV ati mtu naunganika nao kuomba. Ni ngumu sana. Au unakuta watu wanaongea in tongues.
Unakuta hata unaongea in tongues na ni kwa TV au kwa redio, ati mimi naunganika nao. Na kuambia mimi hapana. Kwa maana kuna ile ufafanuzi ambayo Mungu akianza kukufungua macho uelewe, utakuta kuna hatari zilizomo hapo hivyo ndani. Na hatari hizo wakati ambapo zinatokea, zinaleta uangamizi kwa ambayo mtu ako nayo, kwa ambayo mtu anatengeneza.